Mimi naitwa Tira, niko na Johnson Anton. Johnson na yeye ni mmoja kati ya wale wahanga ambao wamekutana na misukosuko sana kwenye mahusiano, na aliamua tu kunawa mikono na kusema yote namwachia Mungu kwa staili ya kitofauti kabisa. Ndio wewe uendelee kuangalia The Excel Show. Ilikuwaje kwanza? Yaani wakati unaanza mahusiano na mpenzi wako ulikuwa huzioni zile wanaziita red flags? Yaani kuna dalili ambazo huwa zinakuepogi kwenye mahusiano. Unajua hapa nitaenda kuyakanyaga lakini huyu nitamnyoosha. Unajua kuna kuoga na hizo. Wewe hukuziona hizo? Kwa sababu nilikuwa situmii muda mwingi kuwa naye. Nahisi sikuziona. Unahisi hukuziona au penzi lilikuwa shata? Hapana, sikuziona kabisa. Alijitahidi kuficha kadri iwezekanavyo. Aha, so kwa muda huo mlikuwa hamkai pamoja? Hatukai pamoja. Kwa hiyo inaweza ikapita miezi 6 mimi sijaonana naye. Kwa hiyo miezi 6? Kweli kabisa. Kwani mlikuwa mnakaa mikoa tofauti ama ilikuwaje? Ni wote hapa pamoja dai. Lakini kutokana na shughuli zangu ndio ilikuwa inapita muda sijaonana naye. Okay. Mpaka mlipoamua kuja kukaa pamoja. So wakati matukio yanaanza kutokea, mlikuwa mshakaa pamoja kwa muda gani? Nadhani kwenye miezi kama 8 hivi. Miezi 8 ndani ya nyumba ndio akaanza matukio? Yaani ilianza kidogo kidogo, hakuanza yani tuseme kwa pamoja. Hapana, ilianza tu kidogo kidogo, unajua kuna katabia, unajua hiki atajirekebisha nikizungumza naye. Kwa hiyo baadaye akaanza kuishi kwenye uhalisia wake sasa. Ndio matukio yakaanzia hapo. Na ukisema matukio, ni alikuwa anafanya nini sana sana? Yaani kile ambacho wewe ulikuwa unaona kinakukera. Kitu ambacho kilikuwa kinanikwaza mimi. Ni unajua mwanamke ukishaolewa unatakiwa ukubali kwamba wewe uko chini ya mumeo. Ndio. Sio kwa vitu vyote, lakini baadhi kuna sheria lazima uzifuate. Kwa alikuwa na uwezo wa kutoka nyumbani akaenda kwao kwa sababu kwao ni karibu. Kwa anaweza akatoka akaenda kwao bila wewe kupata taarifa ya aina yoyote, na kurudi anaweza akarudi sio muda ule ambao unatakiwa. Kwa hiyo inatakiwa arudi labda saa 12, saa 11 kwa ajili ya maandalizi ya kula. Lakini unaweza ukarudi saa 2 ukakuta mlango umefungwa, kwa maana wewe umsubirie yeye aje afungue mlango ingie ndani. Sasa uliweza kukaa ukapata naye mtoto wa kwanza mpaka ukapata na mtoto wa pili. Vyote hivyo ulivivumilia kwa muda gani? Mtoto wa kwanza nilipata naye tukiwa kwenye mahusiano, ilikuwa bado hatujaanza kuishi pamoja. Kwa hiyo mimi na yeye kuishi pamoja ni nadhani mtoto alikuwa na miaka 3 ndio tumeanza kuishi pamoja. Mtoto wa kwanza? Mtoto wa kwanza. Na wa pili mpaka ambapo sasa? Wa pili ni 2022. Ndo ambapo mlikuja kutengana? Tulipata mtoto hapo 2023 wakati mtoto ana mwaka kama na miezi hivi ndio tulikuja kutengana. Na hivi sasa hivi tunavyozungumza yuko wapi? Yupo kwao, anaishi kwao. Hukuweza hata kuzungumza na wazazi wake waseme naye? Kwa sababu huwa tunaamini kama mahusiano ndani ya nyumba yasipokuwa mazuri tunarudisha kwanza kwa wazazi waweze kutusaidia. Kwa upande wako wewe wazazi ilikuwaje? Ina maana hawakuweza kuweka msaada wowote? Yaani kwa wazazi wao maana? Yes. Nilijaribu kuongea nao, niliwapa taarifa kila jambo ambalo linatokea na hisi hili tunaweza tukahitaji ushauri wa aina yoyote. Nilikuwa naambia wazazi wake. Lakini sasa tuseme wazazi wake nao walishindwa kwa sababu wanamjua mtoto wao jinsi alivyo. Kwa hiyo waliongea lakini haikuwa imesaidia chochote. Kwa hiyo ina maana na wazazi walikuwa wanajua tabia za mtoto wao. Lazima ujue tabia za mwanao. Ila hauwezi kuja kusema hata kama mtu anataka kuja kuoa au huwezi kumwambia kwamba huyu. Lakini tu atashukuru Mungu kwamba angalau ameolewa. Kwa hiyo anaweza akabadilika huko ambapo ataenda. Kwa hiyo wanakuwa wanajua, lakini sasa watafanyaje? Na ndokesha kuwa mtoto wao, ila hawezi kukuambia kwamba wewe bwana huyu ana changamoto 1 2 3. Kwa hiyo alikuwa labda tuseme yani yule hata kwa wazazi wake wenyewe walikuwa bado wamenyanyua tu mikono, ila hawezi kusema kwamba huyu tumeshinda. Kwa hiyo wewe sasa ndio ukapewa hilo jukumu akiwa na matumaini kwamba kuna lolote linaweza likatokea. Huenda linaweza ikabadilika, lakini mwanzoni tuliishi kwa amani, kwa furaha.
Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda ndio mambo yalianza kubadilika. Kuchelewa kurudi nyumbani, anaweza akatoka usipate taarifa kwamba ametoka. Kwa hiyo ni changamoto malezi ya mtoto naye. Hata huyo mtoto wa kwanza nahisi kwa sababu sikuwa mtu wa kumfuatilia sana, lakini nahisi mama yake ndo alimlea kuliko yeye. Kwa sababu alikuwa bado yuko nyumbani. Kwa hiyo muda mwingi mama ndo alikuwa na mtoto. Kwa hiyo hata malezi yenyewe yalimshinda malezi ya watoto. Kwa hiyo ni nini kilikuja kutokea mpaka sasa ikafikia mwisho, yani kusema kwamba hapa ndo tumefikia kwamba hatuwezi tena? Ni ile kutokutambua mtu thamani yako iko wapi. Japokuwa mtu unapambana kwa ajili ya familia, ukizungumzia familia ina maana na yeye ni mmoja wapo. Kwa hiyo mtu hatambui wala thamini ule mchango wako katika familia, basi yani anakudharau. Dharau za nje tu. Kwa hiyo mimi nilichokuja kukifanya, nilipoona amani nyumbani imeondoka, hamna furaha, nikaa sina furaha ya kurudi nyumbani ikiwa kazi tayari nimeshamaliza. Kwa hiyo nikawa mfumo wangu nalala nje ya nyumba, yani nje ya nyumbani, sirudi tena nyumbani. Kwa hiyo nimeishi maisha hayo. Sasa hiyo 2023 huo mwezi wa 6 sasa tunauendea, ikawa umetokea msiba kwao, lakini mimi na yeye mazungumzo ni ile tu, labda nipigie simu mtoto anaumwa ndio nitamjibu, kwa sababu mara nyingi mimi japokuwa ugomvi wote unatokea, lakini mwekaji wa hela alikuwa ni yeye. Yani wewe unafanya kazi, ukipokea mshahara wako unamletea yeye? Yani mimi nilikuwa naamini kwamba yeye ana uwezo wa kushika hela yale ya matumizi ya nyumbani pamoja na hela za dharura. Akikaa nazo yeye zitasaidia, kwa sababu hata ukisema uweke kwenye simu, kuna muda unaweza ukapata tatizo usiku ambalo linahitaji hela cash, hamna wakala. Ina maana yeye akikaa nazo ni salama zaidi. Kwa hiyo nilichokuwa naamini mimi. Na kwenye matumizi ya hela siwezi kumsemea ubaya, labda alikuwa anatumia hela kwa fujo, hapana. Ilikuwa salama tu, lakini kwenye tabia zake za kuishi kama mke ndo alishinda. Kwamba alikuwa bado anautaka ule uhuru wake, akafanya mambo yake. Na hisi alikuwa bado hajamaliza ujana. Unahisi labda ilikuwa ni umri, kwamba mlianza kukaa pamoja akiwa mdogo sana? Sio umri, ni tabia yake tu. Kuna watu wadogo wa umri lakini kimawazo wamepevuka. Ni kweli. Lakini yule makundi ukichanganya na tabia yake ambayo ilikuwa tu imezoeleka, basi ndio vilivyo mchanganya. Kwa hiyo kufikia mpaka ile siku ambayo yeye anaondoka, ni kwamba mligombana au aliamua tu kwamba sasa naondoka zangu na mimi narudi kwetu, au mlikubaliana kwamba hebu bwana kila mtu akae kivyake? Hapana. Ilikuwa imetokea msiba. Nadhani bibi yao alikuwa amefariki. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa sina taratibu, nikitoka nyumbani labda Jumatatu, narudi Jumatano kwa ajili ya kuoga na kubadilisha nguo. Nikitoka hapo mpaka Ijumaa. Kwa hiyo ratiba zangu ndio zilikuwa hivyo, ili kuepusha mlolongo, kwa sababu ilifika wakati nikimuona na kuwa na chuki naye kuliko nikiwa mbali. Sasa ili kumuepusha shetani, ni heri nikiwa namuona tu kwa masaa, afu nikiondoka napita siku 2 sijamuona. Kwa kama amenipigia simu, bwana kumetokea msiba, nikamwambia haina shida, wewe hela si unazo, chukua kiasi ambacho unaona wewe kitakutosheleza kwenda na kurudi pamoja na michango, chukua. Akachukua akaenda. Kiukweli sikumuuliza kwa sababu nilikuwa nimesha naishi naye kwa sababu ni mama watoto, lakini ule upendo kabisa ulikuwa umeondoka. Kwa hiyo nilikuwa naona naishi naye tu kawaida. Kwa hiyo amefika msibani, sikumuulizia habari ya msiba wala habari ya safari, yani sina mudi naye, naongea naye nini sasa. Sasa amekaa, alivyorudi mimi kawaida yangu ndio hiyo, ilikuwa sipo nyumbani. Amerudi sasa, kesho yake akampa taarifa mzee
bwana, mtoto wako analala nje siku hizi, halali nyumbani. Kwa hiyo mimi ninachokifanya, mimi nataka niondoke, nirudi wapi? Nyumbani. Basi naye mzee akasema kama mmeona maamuzi ni sahihi, sawa. Siwezi kuzungumza chochote. Kwa hiyo baadaye mzee akanirudia, bwana, huko sehemu nzuri tunaweza tukazungumza. Nikamwambia wewe zungumza tu, mimi niko sehemu nzuri. Akasema mkeo kanipigia simu kwamba anataka kwenda kwao. Nikamwambia ina shida kwa sababu mimi sioni shida yoyote, japo maumivu ya watoto, yani ukishazoea kwamba ninarudi nyumbani naikuta familia, utacheza na watoto, yani yale maumivu yake hakunaga mtu ambaye anaweza kumsimulia mtu. Kweli. Lakini kwa sababu nimeshachoka ile hali, mwache aende, kwa sababu haiwezekani mimi niendelee kuumia kwa ajili ya, yani nivumilie matatizo kwa ajili ya watoto. Sasa inakuwa sio. Mwache aende. Kweli siku hiyo narudi nyumbani, nafika nyumbani pale jirani ndo ananipa funguo, kwa sababu hata yeye jirani wakati anatoka yeye alikuwepo, akanipa funguo, nikaingia ndani. Katika vitu vyote mimi nilichokuta ni kitanda pamoja na nguo zangu tu basi. Kwa hiyo ametoa vingine vyote kabeba, vyote mpaka jiko la mkaa kabeba, kila kitu. Kwa hiyo ni hizo nguo, begi la nguo pamoja na kitanda basi. Nilimshukuru Mungu kwa sababu hivyo vitu vyote ukitafuta vinapatikana, lakini uhai wa mtu au mateso, kuishi kwenye ndoa yenye mateso ni changamoto kubwa sana. Sasa nilichofanya nikampigia simu kwa sababu ana watoto wangu. Nijue yuko wapi. Kampigia simu, akapokea, nikamsalimia pale. Akaitikia, bwana uko wapi? Niko nyumbani. Uko nyumbani wapi? Kwa wazazi wangu. Nikasema basi sawa. Basi ndio ilikuwa mwisho mimi naye kuzungumza. Yeye baada ya kuondoka na kila kitu, wewe ukasema hiki kitanda kinanitosha, naanza tena upya. Yaani hata kama angechukua kile kitanda akaondoka nacho kwa ajili ya watoto kulalia, bado nisingejali. Kwa sababu bado tu utatafuta hela. Yaani kikubwa uwe na uhakika wa kupata hela. Ukiwa na uhakika wa kupata hela utanunua godoro, utalala chini, utapata hela utanunua kitanda na maisha mengine lakini mtu kwa sababu kumbuka hapo pote hatuongei mimi na yeye. Lakini kumbuka nakula chakula chake. Narudi nyumbani na kunywa maji. Anayokuwekea yeye mezani. Ana uwezo wa kuwekea kitu chochote cha kukuzuru. Kweli. Sasa bora uepuke kuliko kuendelea kuyaishi hayo maisha. Shetani huwa anapita pale kwenye migogoro. Kwa anaweza tu akampitia, labda rafiki zake akamshauri naye akaelezea, akasema ili huyu ili uishi vizuri fanya 1 2 3. Sasa nikaona siwe shida. Kwa hiyo unakula nje huko, unalala huko, ukirudi nyumbani tu unabadilisha nguo, unatoka. Unarudi zako kazini tena. Kwa hiyo mimi na yeye story ni kuhusu watoto. Bwana mtoto anaumwa au kuna msiba umetokea. Tofauti na hapo, yani huwezi kumpigia simu pasipo sababu. Kwa sababu ile hamu ya kama mke kuongea naye haipo. Na hukuwahi kuwazaga hata kunyanyua mkono? Kwa sababu wengine wanakuaga na tabia ya kuwanyanyulia mkono. Ama ilishai kutokea? Yaani mimi yale maisha nadhani ni kwa sababu makuzi ambayo nimekulia nyumbani. Mimi sikuwahi, inawezekana baba kweli aliwahi kumpiga mama, lakini mimi sijawahi kuona. Kwa yale makuzi nilikuwaga naye vile vile. Kwa hiyo kumpiga sikuwahi. Yaani kama ningekuwaga na mkono wa kupiga na hizi tungefika mbali, lakini sikuwa na huo. Maana tumekaa hapa mimi na Sadiki mpaka tunakwambia kaza, wewe kaza, wewe. Wanawake wengine wanapenda kidogo wapewe kashikashi, unajua, sio kupigwa, lakini ile wewe ni kama story ilivyo, ulikuwa unambembeleza sana. Kuna wengine labda wazazi walivyokukabidhi wao walijua kwamba utamkuwa mkali kwake. Sasa na wewe ukaenda kwa njia ya kumbembeleza, ukijua kumbembeleza kule kutamfanya atulie, ambayo ndio malezi wewe unayoyajua yalikuwepo. Unaona sasa shida ya kwamba maisha ya zamani na sasa ni vitu viwili tofauti. Lakini hapo
unajua wanawake bado wanabebwa na vitu vingi. Alafu ukikuwa kwenye makuzi ya kuamini kwamba mwanamke yoyote ni mama yako, ni dada yako, kwa hiyo unataka umheshimu. Yes. Basi na hizi vile vitu ndio huwa vinachangia. Sasa unapomheshimu mtu sana unakuja kuonekana mjinga. Basi na hisi yeye ndo alichukulia hivyo kwamba hata nikifanya hawezi kunipiga, hawezi kufanya chochote, kuongea kwenyewe ni mvivu wa kuongea, kwa hiyo hawezi kufanya kitu. Yaani ukiambiwa watu kwamba walikuwa wanaishi pamoja huyu alibeba vyombo, unaweza usiamini. Kwa sababu mwisho wa siku nikasema siwezi kuwa na chuki naye kwa sababu ni mtu ambaye amenipatia watoto. Kwa hiyo bado nitaendelea kumheshimu kama mama watoto, sitamuonyesha chuki aina yoyote. Kwa hata leo nikikutana naye huwa tunapiga tu story vizuri. Ila siwezi kujidanganya yani kusema nirudiane naye tena. Hiyo ndo. Na yeye mwenyewe hajawahi hata kuweka kama kiutani kwamba mrudiane. Alishawahi kuzungumza lakini nilimwambia tu kiuhalisia. Kwa sababu alisema bwana tunataka turudi nyumbani. Nikamuuliza nyumbani wapi unapozungumzia wewe? Nyumbani tulipokuwa tunaishi. Mimi binafsi kwa sasa hivi sihitaji mtu. Kwa hiyo na ndio maana nilikuwa nataka nije nikuulize, je, sasa hivi uko kwenye mahusiano? Sipo kwenye mahusiano. Bado najitafuta. Kweli jamani? Kabisa. Kuna watu huko, kuna wadada wako kule wanatafuta waume, wako tayari kabisa yani kutulia, wako tayari kupenda. Alafu wewe unasema bado unajitafuta, uhitaji kuwa kwenye mahusiano. Sio kwamba masuala ya watoto au nini, kwanza ni kukaa pamoja, muelewane, mjuane, muone kama mtaweza kuishi pamoja au muanze kuishi pamoja. Wapo wadada wanatamani kupata mtu mwenye upendo wa kweli kama wako. Ni kweli, lakini wengi wao sasa hivi wanawake, sio kwa ubaya na sio wote. Wengi wanatafuta unafuu wa maisha. Yes. Sasa ukitafuta unafuu wa maisha unasahau kuishi maisha ya ndoa. Ni kweli. Kwa hiyo mwanamke yoyote ambaye amefundishwa namna ya kuishi na mke na mume tuseme, si ndio? Yaani kwenye wanawake wengi utamuona tu. Yaani hahitaji hata kuzungumza kwamba nahitaji mume, nahitaji. Yaani kwenye watu wengi unamuona kabisa. Ukishamuona tu unajua huyu anafaa kuwa mke. Sasa angalau wewe uliachiwa kitanda. Kuna ambaye hakuachiwa kitanda. Na kuna ambaye yani mpaka nguo zake zilibebwa. Yaani akirudi nyumbani mpaka hela na yeye pia alikuwa anaweka hela ndani. Hazipo. Kwa kipindi kile ni nini kilikuwa yani unaingia sawa, yani ulikuwa unaona kama ni afadhali hivyo, lakini pia naamini kiubinadamu kuna maumivu. Wewe ulikuwa unaweza kuyaovercome vipi? Yani hayo maumivu ulikuwa unayaacha yanapita kivipi yani? Au uliweza kujitibu kisaikolojia kwa njia ipi, kwa namna gani? Ili na mwingine pia ambaye yuko kwenye situation hii saizi ajue anafanyaje. Yaani mimi nikisema kwa uwezo wangu nitakuwa muongo, lakini kwa kipindi hicho sikuwahi kumshirikisha mtu. Kwa sababu hivi vyote vinatokea, kwanza matatizo mwanzo yote wakati yanatokea mwanzo, kuanzia 2021. Mimi sikuwahi kunyanyua mdomo wangu nikamwambia mzee wangu au nikamwambia mama. Nilikuwa naamini nikitoa nafasi ya kumzungumzia mke wangu nyumbani, inawezekana mimi na yeye tukakaa tukasuluhisha akaisha. Lakini kile kitendo cha wanandugu kujua kwamba huyu mtu anamtesa kaka yetu au huyu mtu anamtesa mwanangu, wangemchukia. Ile chuki haiwezi kuja kuondoka hata kama nyie mmemalizana. Kwa hiyo nilichokuwa naamini ni kwenda kwao kuliko kwetu. Mimi ninapoishi na anapoishi kakaangu sio mbali, lakini kakaangu hakuwahi kujua. Mpaka baada ya yeye kuondoka ndio akapata tu story kwa watu kwamba mdogo wako kulikuwa kuna moto unawaka. Mdogo wako mkewe ameondoka. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nilikuwa tu naamini, sitaki kumshushia heshima ya aina yoyote. Kwa hiyo Mungu tu alikuwa ananisaidia na amaliza mimi kama mimi. Ila siku ambayo niliumia nikaja nikajua haya mambo ya kukaa nayo moyoni kumbe yanaumiza. Ni siku ambayo mamangu alivyoniona alilia. Kwa nini? Nilikuwa nimezofika sana. Nilikuwa
Unajua mimi sina mwili mkubwa, lakini ukipungua watu wanajua. Yeah. Kwa hiyo sasa ile mama kuniona tu alitoa chozi. Sasa ile hali nikasema ile hali kumbe mbaya. Lakini sasa sina ile tabia ya kusema nikipata changamoto niende kwa mtu fulani. Yaani huaga siamini, sijui kwa nini, lakini tu huwa siamini. Nilipokuwa najiona nina stress sana, naweza nikasoma Biblia, ukamwomba Mungu ukalala. Ndio hivyo vitu labda ndio huwa vinanisaidia siku zote. Hata nikipitia kwenye changamoto ipi, najua tu sehemu sahihi. Mimi labda Jumapili kwenda kusali, nikirudi, yani unajitahidi kuchanganya kwenye mambo ambayo unaona kabisa haya hayatakuwa na madhara kwako. Lakini ukisema utoke uende kijiweni, ukapige story, pale kijiweni ni sehemu za story. Sasa ukitoka na kijiweni ukirudi huko utakuja kujuta. Kwa hiyo kikubwa ni kumshirikisha Mungu zaidi. Yaani unajua watu wengi huwa tunashindwa kwa sababu huwa hatuamini. Yaani tu tunaamini kwamba Mungu yupo, tukasali au tukaswali, basi. Lakini ukimwamini katika roho ya kweli kabisa, awe hamna kitu utaanguka. Yaani jifunze matatizo yako, jifunze kwanza kuyatatua wewe mwenyewe. Alafu jijali wewe, na hakuna mtu ambaye ni rafiki yako kama wewe mwenyewe. Yaani wewe ndio mtu wa karibu wa wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukishindwa kuyatatua matatizo yako wewe mwenyewe, usiamini kabisa kama kuna mtu anaweza akakutatulia vile ambavyo inatakiwa. Kweli. Ni wachache sana. Yeah. Kwa hiyo jifunze tu changamoto zako kudili nazo mwenyewe. Ila ukishaona hapa kubwa imenizidi, mtafute mtu mwenye busara. Useme naye. Na sio kila mzee naye ana busara. Unaangalia na watu wenyewe. Kwa hiyo unakuta sisi vijana kwanza sasa hivi uaminifu umekuwa mdogo. Ni kweli. Kwa hiyo mimi naweza nikakwambia labda siri zangu, bwana, nimemkuta mke wangu leo kwenye simu yake kuna 1 2 3. Akatoka hapo akalipeleka zikawa bwana mdogo yule bwana hivi na hivi. Kwa hiyo sasa wewe jitahidi sana matatizo yako umalize nayo mwenyewe. Yaani wewe dili na vitu vyako. Ukishadili na vitu vyako, mimi naamini Mungu atakusaidia. Mimi nadhani hilo ni somo zuri sana ambalo nadhani wengi wetu tunapokuaga kwenye matatizo huwa hatulifikiriagi mara nyingi na muamini kila mtu. Yes, na sio hiyo peke yake, ni kwa sababu pia wakati mwingine vitu vingi huwa vinatembeaga kichwani. Unajua wakati unasema unamshirikisha Mungu, nawaza kuna yule ambaye anafikiria kumuua mwenzie, anafikiria kujidhuru hata yeye mwenyewe. Yaani anakuwa na vitu vingi vinamtembelea kichwani. Kuna mtu kama huyo, unajua ukimwambia mshirikishe Mungu kwa haraka haraka, kwake inakuwa haifanyi kazi. Kuelewa kabisa. Kwa hiyo kikubwa kwanza ni kujiangalia kabla haujafikia kwenye hatua hiyo. Yaani mpaka ujifikirie huko. Kikubwa zaidi ni kuanza kuchukua hatua mapema sana kujikinga navyo. Kwa sababu kama ukiviacha ukaendelea kuvilea ukijipa matumaini atabadilika, ndio huko sasa mambo yanakuja kuwa ni tofauti. Yaani kwa mimi yule mwanamke sikuwahi kutegemea kama nitakuja kuishi naye. Na hakuwepo kabisa kwenye ndoto zangu. Ila eti nasemaga sije ajali kazini. Ilifika mahali, yani sababu ya mimi kuishi naye, sababu moja tu, kwa sababu niliwahi mimi kuambia wazazi wangu wakati sasa naanza kujitafuta. Mamangu aliniambia wewe ni mtoto wa kiume. Yaani natamani usije kupita mapito ambayo yanaweza akaja akakuhuzunisha. Una nafasi ya kumchagua mke, una nafasi ya kumchagua mpenzi, una nafasi ya kumchagua mchumba. Watoto wako hawana nafasi ya kumchagua mama. Kweli. Fanya utakavyofanya, hakikisha mke unayekuja kumuoa awe mama bora kwa watoto wako. Na mimi nikamwambia bana, katika kitu ambacho siwezi kukosea, kwanza siwezi kuzaa nje. Yaani kuzaa ndio kitu ambacho nilikuwa, ila ikitokea kwa sababu tupo kwenye mahusiano, mimi huyo ndio namalizana naye. Na kweli ndio maana yeye alipopata mtoto nikasema
sitaki kufanya kitu kingine tofauti, huyu ndio namalizana. Sasa kumbe ile huruma bwana ile kwa ile huruma ya kwamba yeye ana mtoto wangu, kwa hiyo hamna sababu ya kumtafuta mwanamke mwingine tena ukazaa naye. Ukija ukishindana naye utakuwa umezaa huku na huku. Yeah. Bora nimalizane naye huyu. Kwa hiyo nahisi kile ndio ambacho kiliniponza. Lakini ningetulia na kumfuatilia vizuri, ningejua kwamba huyu sio mtu sahihi. Ile unajua kuna wakati unafika hata uwe una pesa nyingi kiasi gani, lazima unatamani ukute mtu yuko nyumbani. Hiyo ipo. Unajua hiyo ipo, najua. Kwa hiyo swala litakuwa tu ni kwenye watoto. Yaani swala ni kwenye watoto. Yaani kwa sasa hivi mimi sina ile wazo la kuoa. Yaani nasemaga kabisa ili watu kwanza waniache. Na watoto wawili. Karibuni niwaambie jamani wadada. Mume yuko hapa. Hiyo pa ni The Exo Show. Umepata kusikia namna ambavyo unaweza ukakutana na mtu kwenye mahusiano hivi sasa hapo ulipo, alafu ukaanza kujiuliza kwa nini hanipi 100%. Sio wewe, ni kule alikotoka pia huenda kumemsababishia akawa hivyo alivyo. Kwa hiyo ni wewe tu kuwa na imani kwamba ipo siku ataweza kuufungua moyo wake zaidi kwako. Usifikirie kwamba hakupendi ama ni wewe ndio una kasoro. Hapana. Kana huyo mtu na ukisikiliza story yake zaidi utaweza kuifanyia kazi na kujua kwamba changamoto iko wapi. Ndio maana nakwambia The Exo Show ndio sehemu pekee ambayo inaweza kukufanya wewe ukayafurahia mahusiano yako. Mimi nikiwa naitwa Tira, mgeni wangu hapa naitwa Johnson. Johnson atakuja kutuambia hapo baadaye akija kupata mke atakuja kutualika na sisi tutakwenda kwenye harusi yake, au sio? Nashukuru, tuombe uzima.